nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Ibo nguvu ya ajabu ndani mwa mwana kondoo. Amen. Mpe Yesu makofi. Nataka nizungumze kwa habari ya malango. Kuna umuhimu wa kufungua malango. Kuna siku moja nilizungumza au tulihubiri, I think kipindi kile tuko kule chini, habari ya malango ya mji. Nikatoa na mifano nikasema, ukiona sehemu imeandikwa kwa heri Dar es Salaam, karibu mkoa wa Pwani, kile kibao maana yake lile ni lango. Unatoka mkoa mmoja unaingia mkoa mwingine. Leo sitaki kuzungumza kwa habari ya malango ya mji na malango ya nchi. Nayo ni muhimu sana, ila naenda kule ambako Mungu amekusudia leo nipazungumze. Amen. Malango ni sehemu inayotumika kupitisha vitu au kuzuia vitu. Malango ni sehemu inayotumika kuingiza vitu au kutoa vitu. Kuna malango ya mbingu, kuna malango ya watu, kuna malango ya nchi, kuna malango ya kuzimu. Yote haya hutumika kuingiza vitu na kutoa vitu. Baraka zinatoka kwenye malango ya mbingu, ndo zinaingia kwenye malango ya mtu. Uzima unatoka kwenye malango ya mbingu, ndio unaingia kwenye malango ya mtu. So, kama malango ya mtu yamefunga, hizi baraka hazitaingia. Ukiona mtu hashiki ujauzito, maana yake kwenye ulimwengu wa roho wamefunga malango ya uzazi, hawaruhusu mimba kutunga, mtoto hawezi kuzaliwa. Ukiona mimba zinashika hazidumu, zinakaa, baada ya muda zinatoka, listen, kuna mtu ana funguo za malango haya, ana uwezo wa kuingia na kuchukua mtoto kwenye tumbo. Sijui kama ninaeleweka mdogo mdogo. So, kwenye habari ya uzao, kwenye malango ya uzao panahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kwa mtu aliyeokoka. Maana hauwezi kulinda mwenyewe, hauwezi kujilinda mwenyewe. Utashangaa tu imetoka mimba, utashangaa tu ujauzito haushiki. Ukijiuliza kwa nini, akili yako haitoshi mpaka akili za rohoni, mpaka upate ufunuo. Unanielewa vizuri? Walio wa Mungu husaidiwa na Mungu. So, kwenye habari ya uzao, unapoona una struggle mno, muda mrefu, watoto hawapatikani, ukisikia tumbo lilikuwa limefungwa, akaitwa mwanamke tasa, maana yake ni malango ya tumbo la uzazi. Ukisikia mimba zinaharibika, ngoja nikuambie, kuna viumbe vinakula. Kuna watu wanakula hao watoto. Kuna watu wanakunywa hizo damu. Kuna viumbe vinafanya kazi na viko hai na vina akili, vina mahesabu kabisa.
kwamba hapa imefika hatua, imeshafika mwezi wa kwanza au wa pili au wa tatu, amefikia level hii. Tulikuwa tunataka level hii, sawa, hatutaki, tumwache kwanza itoke akiwa na miezi 7 au miezi 8. So wanazo funguo, wanao uwezo, wanayo access ya kuacha hiyo mimba ikae na baadaye waitoe kwenye malango. Unashangaa na kunywa dawa za kutunza, za kulinda, sio nini, lakini mwisho wa siku umefanya nini? Damu hizo. Kwa nini hizo damu zimeamriwa zitoke? Kuna mahali zinaenda, kuna viumbe vinakunywa. Soma kitabu cha Luka 1 mstari wa 30. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Luka 1:30 anasema, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Niliwaambia hapa kuna malaika wengi, hebu tuwapigie makofi. Hii ni madhabahu ya Mungu, hutunzwa na malaika, hulindwa na malaika. Wenye vilinge vyao nao wanalindwa na majini, wanatunzwa na majini, na wakija huku tunatandika, tunapiga na vilinge vyao, kwa sababu tuna mamlaka ya kukanyaga nyoka ange. Akamwambiaje malaika? Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto. Subiri kwanza, anzia pale alipoanza kumwambia. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata nini? Neema kwa Mungu. Umepata nini? Neema kwa Mungu. Tuende vizuri sasa. Kumbe kupata mtoto unahitaji neema ya Mungu. Kumbe kushika ujauzito unahitaji neema ya Mungu. Kumbe kupata uzao na kuongezeka kwenu ni neema ya Mungu ya kuongezeka. Akamwambiaje? Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, atakuwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Unanielewa vizuri? Ruka hapo, nenda mstari wa 35. 35 anasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, ndio, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Nasema Roho Mtakatifu awe juu yako na nguvu za Mungu ziwe juu yako wakati wa kutafuta uzao. Ukipata neema ya kufunikwa na nguvu za Mungu, na kuambia hakuna kiumbe kitatoa mtoto wako tumboni. Nasema utajifungua, utapata uzao. Amen. Endelea kusoma. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Na mwezi huu wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Unanielewa sasa? Sio tu habari ya Mariamu peke yake, no, alizungumziwa na Elizabeti huko mbele, ambaye yeye alikaa muda mrefu akiitwa tasa, lakini Mungu alipofunika ndoa yake akapata mtoto. Unanielewa vizuri? So kuna ufalme mbili. Kuna ufalme wa Mungu na kuna ufalme wa shetani. Ujue, ukiwa peke yako hivi hauko salama. Ukiwa hauna Mungu hauko salama, kwa sababu shetani anawahitaji sana watu, anawatafuta sana watu, anataka kuwaumiza, anataka kuwaliza wakae kwenye huzuni na upweke na aibu. Yesu aondoe huzuni yako katika jina la Yesu. Yesu aondoe mateso yako. Yesu aondoe kilio chako. Upweke, kila siku unaonekana wewe mtoto, unaonekana mdogo, hujakuwa bado, unaonekana hauna majukumu. Hapana.
Yesu akupe neema ya uzao. Amen. Soma mstari wa 37. 37 anasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Sema tena, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Unanielewa sasa vizuri Kwa habari ya malango ya uzao, ukimwalika Mungu, ukamshirikisha Mungu, nazungumza na wamama, nazungumza na wadada ambao tayari wako kwenye ndoa zao. Hili ni jambo la msingi. Unahitaji kuanza na Mungu. Unahitaji neema ya Mungu yenye uwezo wa kukushikilia. Unahitaji Mungu akuwezeshe pale usipoweza. Maana anasema hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Maana yake ni nini? Kile ambacho wewe unashindwa, Mungu anaweza. Pale ambapo wewe unaonekana huwezi, Yesu anakuwezesha. Kile ambacho unaonekana dhaifu na mnyonge, Yesu anakutia nguvu na unakuwa shujaa kwenye hilo jambo. Amen. So, malango yako yanatakiwa kulindwa na Roho Mtakatifu. Kwenye ulimwengu wa roho, tofauti na hapo, majini yakija yanaingia, yanatoa ujauzito. Yanatoka wapi? Yanatumwa. Mengine yanatumwa na ndugu zenu, mengine yanatumwa na watu ambao wana wivu tu na nyie. Unakuta tu kuna mtu hataki ndoa yako, hataki uzae. Unanielewa vizuri? Amen. So kwa Yesu hakuna lisilowezekana. So utashika mimba. Kwa mtu ambaye ana changamoto hii, nasema akija kwenye madhabahu hii atampata mtoto. Si mimi, ni Yesu anaongea. Si mimi, ni Yesu anakulinda. Si mimi, ni Yesu atakuwezesha. Yesu ndio atakupigania. Maana ndiye aliyoko hapa. Mimi ni mtumwa tu. Mimi ananitumikisha tu kwa ajili ya ufalme wake. Mimi ni chombo tu. Amen. Kuna malango ya uchumi. Unaona mtu anapeleka barua huku na huku, maombi ya kazi. Kila siku anazunguka mtaani, hapati kazi. Wenzake aliosoma nao wamepata, aliomaliza nao shule wamepata na wanalipwa, lakini yeye hajapata. Listen. Fungua malango yako yaliyofungwa, alafu peleka barua, utapata kazi. Malango ni swala la msingi sana kwenye familia za watu. Usipoelewa, kinachofungwa ni malango. Ukifunga ili geti hapa sasa hivi mtu ataingia? Hawezi kuingia, si ndivyo? So malango yakifungwa ya fedha haiwezi kuingia. Haiwezi kuingia. Una kipato kako, una mawazo yako, yatakufa soon and very soon. Kwa nini? Hayaleti matokeo, hayaleti matunda. Kila mtu hapa ana destiny yake. Kila mtu hapa ana malengo yake. But why hayafanikiwi? Malango. Shughulikia malango. Kwa nini baraka haziji? Kwa nini fedha haziji? Kwa nini upati faida kwenye biashara? Kwa nini kazi yako, mshahara wako uoni unaenda wapi? Shughulikia malango. Kwa nini baraka haziji? Kwa nini fedha haziji? Kwa nini upati faida kwenye biashara? Kwa nini kazi yako, mshahara wako uoni unaenda wapi? Shughulikia malango. Unanielewa vizuri? Kuna mtu leo anahangaika, mambo yake hayaendi, lakini nataka nikuhakikishie, huenda wakati unalalamika mambo yako hayaendi, walifunga mambo yako tangu unasoma. Waliyafunga tangu ukiwa shule. Kuna mwingine anaona mambo yake hayaendi, yalishafungwa siku tu ulipoingia kwenye ndoa. Kwa nini? Ili tu udhalilike. Ili tu uonekane wewe huwezi kuhudumia familia yako, au ili tu mwanaume aliyekuoa asiweze kukuhudumia. Useme amebadilika sana, useme amekuwa mbaya, mbona huduma sipati, mbona hiki hakiendi, mbona zamani alikuwa mzuri tu. Ni nini shida? Wamefunga malango
ya uchumi kwenye mikono yako. Kwa hiyo sasa unashangaa ghafla mwanaume naye anatamani kuonekana wanaume wake vile alivyokuwa mwanzo, lakini kila akienda akirudi matokeo tofauti. Hela inakuja, inaingia ya mshahara, lakini inakwenda yeye mwenyewe anajiuliza, hivi nimekosa nini? Kuna watu wana mishahara mikubwa lakini wana maisha magumu kuliko watu wanaouza mahindi barabarani. Shida ni malango. Usije ukahisi kwamba ukipata labda mtu ambaye ana mshahara, ule mshahara wake mtaishi vizuri. Na ushughulikia malango. Malango yakifungwa hata huo mshahara utauona. Unanielewa vizuri? Kitabu cha Isaya 60 mstari wa 11. Isaya 60:11 anasema, malango yako na yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Nisikilize vizuri. Malango yako yakiwa yamefunguka, hata biashara ya mgahawa utashangaa. Unatoka kwenye mgahawa, sio ndio inakuwa kefu, unatoka kwenye kefu unaenda kwenye hoteli na kadhalika. Kwa nini? Malango yako yamefunguka. Ukifanya biashara, wateja wanakuja. Ndio huu utajiri wa mataifa. Mathayo 16:19. 6:19 inasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Unanielewa sasa? Amen. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Maana yake kuna malango hapa duniani. Kuna malango kwenye maisha yako, alafu kuna malango juu mbinguni. So ukifungua mbingu nayo inafungua. Unanielewa vizuri? Ukifunga mbingu nayo inafanya nini? Inafunga. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kuingia kwangu hapa isiwe nimeingia bure. Ninaomba kusudi lako litimie. Ninaomba heshima na adhama, sifa na utukufu vikurudie. Ninakuomba kwenye familia yangu uingie, kwenye nyumba yangu uingie, kwenye malango ya familia yetu, kwenye malango ya uzao, kwenye malango ya biashara. Tunahitaji yafunguke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema naita moto wa Roho Mtakatifu ushuke mahali hapa. Naita nguvu za Roho Mtakatifu zishuke mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Inafungua malango yaliyofungwa ya uchumi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nyumbani kwetu, kwenye familia yetu, inafungua malango yaliyofungwa. Inafungua malango kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ayafungua malango kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Mwana Kondoo. Nafungua malango ya nyumbani, nafungua malango ya baraka kwa damu ya Mwana Kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nafungua malango ya baraka, nafungua malango ya uchumi, nafungua malango yote kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nafungua malango ya uchumi, nafungua malango ya baraka. Aliyefungwa uchumi, malango yafunguke sasa hivi. Aliyefunga familia ya mtu akamatwa apigwe sasa hivi. Ninatuma malaika nyumbani kwenu, kijijini kwenu, kwenye ukoo wenu. Yesu onekana, Yesu tamalaki. Nasema malango yaliyofungwa ya uchumi kwenye ndoa yako, malango yaliyofungwa sasa hivi
yafunguke, yafunguke kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Anayekuzuia kujenga akamatwe apigwe. Anayezuia nyumba yako isimalizike, anayezuia mshahara, anayezuia biashara akamatwe apigwe, akamatwe apigwe. Waliosema malango ya uzao, malango ya uzao, roho zinazotoa mimba, roho zinazokula watoto tumboni, zikamatwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Moto mkali, 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 upenye kwenye malango ya uzazi, kwenye malango ya uzazi, kwenye malango ya uzazi. Ninapiga hiyo falme, ninapiga makaburi, ninapiga chama cha kichawi, ninapiga mizimu, ninapiga kwa damu ya Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu, ninapiga ikaya na masetelebe ramakaya na masatalabo rikolono sotoka payana. Nasema ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo, kwenye tumbo la uzazi. Naweka moto mkali, naweka moto mkali, naweka moto mkali kwenye kifua, naweka moto mkali kichwani, naweka moto mkali majini nyumbani kwake. Natuma malaika, nasambaratisha majini yanayomtesa, mapepo yanayomtesa, yanayomfunga, yanayomtesa, yanayokula watoto, yanayokula watoto, yanayokula uzao. Naweka moto mkali. Sema ninakutoa kwenye hilo gereza, ninakutoa kwenye hilo giza kwa jina la Yesu Kristo. Rakaya na masetelebe, ramakaya na masetelebe, katika jina la Yesu. Vilivyochukuliwa na ibilisi tunavirejesha kwa jina la Bwana wa majeshi, tunarejesha kwa jina la Bwana wa majeshi. Chochote kilichokamatwa na nguvu za giza tunakifungua kwa jina la Bwana wa majeshi. Vilivyofungwa vyote tunavifungua kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunarejesha amani, tunarejesha baraka, tunarejesha matumaini kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la 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 Yesu Kristo. Kila kamba za kuzimu zilizofunga maisha ya watu wa Mungu tunazikatakata kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila nyololo za kuzimu zilizofunga maisha ya watu tunakatakata kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakatakata zote, tunaangamiza zote kazi za mapepo, kazi za shetani, nguvu za magonjwa, nguvu za laana, tunaziangamiza zote kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Walio katika kongwa la utumwa tunawatoa kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Waliofungwa kwenye laana za ukoo wao tunawatoa kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya uchawi tunaukatakata kwa damu ya Yesu Kristo. Tunachoma moto kila aina ya mateso kwa jina la Yesu Kristo. Bara na mikosi tunaziangamiza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya mateso tunaangamiza kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo. Tunafungua vifungo vyote kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aina ya utumwa juu ya maisha ya watu wa Mungu, juu ya maisha ya watoto
moto wa Kristo tunaupotezea mbali, tunaupotezea mbali kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Hakuna uchawi wala uganga katika nyumba ya Bwana. Tunaangamiza kila roho za kichawi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo tunaangamiza zote.